Lakini maana ya no reform no election ni nini? Kwa Kiswahili, yani tafsiri tu kutoka Kiingereza kwenda Kiswahili. Ichukua kwa Kiswahili moja kwa moja unapotea. Kwa sababu ukisoma hiyo nyaraka ilieleza hatua kwa hatua tukutane na makundi ya asasi za kiraia. Hapo ni John Mrema. Hapo ni namna ya ni mkakati, namna ya kufanya. Mimi nabaki tu kwenye jina la kampeni mlilotengeneza. No reform no election. Unaweza kaitafsiri kwa Kiswahili? Kiswahili chake unaweza ukapotea kwenye maana halisi. Kwa nini ulishiriki kutengeneza kampeni ambayo inapoteza? Nyaraka yote ile ni ya Kiingereza. Na no reform no election ulikuwa ni mkakati, kampeni ya kuhakikisha kwamba tunaweza kusukuma ajenda ya mabadiliko ya kimfumo kwenye nyanja za kiuchaguzi. Mbona kama unaikwepa kuitafsiri? Mimi nataka kujua tu no reform no election maana yake ni nini? Kiswahili chake maana yake ilikuwa ni kukusanya makundi yote ya kijamii ya ndani na ya nje. Mimi nataka unitafsirie Kiswahili chake. Yaani hilo neno no reform no election, nataka Kiswahili chake. Ama alitafsiriki? Ukitaka niende hivyo tutapotezana, kwa sababu kuna watu wanadhani no election ni kuzuia uchaguzi. Wengine wanadhani no election wanawaambia watu walale nyumbani siku ya uchaguzi. Mimi sijakuuliza watu wanadhani nini. Yes. Nimekuomba unitafsirie kwa Kiswahili neno no reform no election, ambao unasema ilikuwa ni jina la kampeni mlioiandaa na wewe. Sio sehemu ya hiyo timu. Sio sehemu tu, sehemu ya waandishi wa hiyo nyaraka. Basi nisaidie tafsiri tafadhali. Tulikuwa tunataka kukusanya makundi yote ya kijamii. Hayo ni maelezo John Mrema. Yes. Nataka tafsiri. Ndio nakupa tafsiri. In Swahili, no reform no election. Ndio nakupa tafsiri. Kwa Kiswahili chake ni nini? Ndio nakupa tafsiri. Hiyo tafsiri ambayo unadhani kwamba ndio sahihi haikuwa na maana hii. Sijasema nachodhani. Sijasema chochote kuhusu nachodhani. Nimeomba tafsiri ya neno no reform no election kwa Kiswahili. Wakati tunatengeneza huo mkakati, no reform no election ilimaanisha nini? Kukusanya makundi yote ndani na nje, kuhakikisha kwamba tunasukuma pressure, kuhakikisha serikali wakati huo inabadili sheria za uchaguzi ili tuwe na uchaguzi huru, haki, fair election, kwamba watu wakishiriki uchaguzi wanaweza kushinda kwa haki. Ilikuwa ndio maana. Na hiyo kampeni ilihusisha mambo mengi sana. Taasisi za dini, taasisi za kiraia, NGOs. Tuliandika eminent persons in Africa. Kwa hiyo navosikia Chadema wakitafsiri no reform no election, bila uchaguzi, bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Yes. Nikikuuliza ndo Kiswahili sahihi cha no reform no election ulioshiriki kuitengeneza? Haikuwa na maana ya kwamba hakuna mabadiliko, hakuna uchaguzi. Maana yake ilikuwa ni nini? Ndio maana mwaka 2020 Oktoba, hiyo kampeni tulianza Januari 2020. Nimekuambia Makueni, Nairobi, nani Kenya. Oktoba 2020 tulishiriki uchaguzi. Ingekuwa na maana kwamba hakuna mabadiliko, hakuna uchaguzi, 2020 tusingeshiriki uchaguzi wa madiwani, ubunge na urais.